Haya, unaambiwa wema wa Mungu kwa maskini na kwa matajiri. Ni ujumbe mzuri kabisa. Wema wa Mungu. Anaitwa Profesa Usi Charugamba ambaye niko naye leo ndani ya studio za Rise FM Radio kwenye kiti cha heshima akiwa kama mgeni wangu, na nitumie nafasi hii kumkaribisha. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante. Okay. Tungetamani msikilizaji aweze kufahamu kwa siku ya leo kwenye kiti cha heshima nimekutambulisha, lakini natamani pia kwa wewe pia uweze kujitambulisha kwa wasikilizaji ili wakupate vizuri kabisa kwamba tuko na nani leo studio mjengoni. Asante. Naitwa Profesa Usi Charugamba. Profesa Usi Charugamba ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na vile vile ni principal advocate, wakili mkuu. Wakili mkuu. Tumekuwa tunaona ni mara chache sana kwa watu wenye hadhi kama ya kwako, wenye vyeo kama kwako kumtumikia Mungu hadharani. Tunaona hata kipindi cha Yesu kuna wanafunzi wa Yesu ambao wenye vyeo vikubwa walikuwa wanatumika madhabahuni kisirisiri, lakini wewe umeamua tena kuja kwenye upande wa nyimbo za Injili kabisa wazi wazi kwamba kwa kumtumikia Mungu. Na hii ilikuwaje kwa upande wako? Ukisoma katika Biblia, Amina, Yesu alisema mtu akinionea aibu mbele za watu, ndio mimi nitamuonea aibu mbele ya malaika na mbele ya Mungu. Okay. Kwa kumwonea Yesu aibu, okay, ni hatari sana. Ndio maana kusoma kwenye kitabu pale anasema sitaionea haya Injili ya Kristo, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletea wokovu kwa kila aminiye. Tukaonea haya aibu hapa kama ujitambue. Okay. Kwa sababu hata mwajiri, who is the good employer? Mwajiri mzuri ni nani? Ni Mungu. Amina. Kwa kumwonea aibu na kwa ujielewe na kwa hujapata neno. Okay, na labda kuna changamoto yote ulishawahi kuipata labda popote kutokana labda na uimbaji wa nyimbo za Injili ukiwa kama wakili, ukiwa kama profesa, changamoto katika unahitajika kwenye huduma lakini majukumu ya kikazi yanakuwa yanakubana zaidi? Zishe kutokea au una balansije muda? Ukisoma kwenye Biblia inasema naweza mambo yote katika Kristo anitie nguvu. Mungu anakupa hekima ya kufanya yote. Usialii popote. Huku kwenye Injili na huku kwenye kazi yako usialii. Lazima uwe na muda mzuri wa kukaa na Yesu, uwe na muda mzuri wa kusoma neno, kutafakari, na vile vile muda wa kufanya kazi za mwajiri wako. Okay. Kwa hiyo ni uwezo wa Roho Mtakatifu ambao unatusaidia. Unatupa hekima na excellence. Profesa, wewe katika engo yangu kwenye uimbaji, ugumu unakuja wapi? Mimi kwenye uimbaji, sasa unajua mtu kifanya kwa kipaji upati shida. Mtu ambaye anang'ang'aniza kipaji kama anahangaika, anapata tabu. Hana uwezo, anahangaika, anaita hater skater. Kwa Kiingereza hater skater. Yaani anakuwa anaenda huku na huku ajijue anafanya nini. Yaani kama una kipaji sipo tunafanya kwa urahisi. Nakwambia ili kujua kipaji chako ufanye kitu kwa urahisi. Okay. Usihangaike sana. Hicho kwa sio kipaji sasa. Okay. Kwa maana mimi na album 23 nitaimalizia shida kwa nini? Ni Mungu ndio Roho Mtakatifu. Okay. Wala sipati shida. Amina. Ila kuna wakati kitaka kwenda Mungu ananizuia. Hapa jamaa za hapa nenda hivi. Hapa tulia hapa. Tukienda kwenye uhalisia, moja ya waimbaji kwa mkoa wetu wa Morogoro huenda ambao wanaweza kuwa na nyimbo nyingi. Sijui kama kuna mtu ana nyimbo nyingi zaidi yako. Sijui katika sijui. Una nyimbo zaidi ya ngapi? Kwa mimi ambayo na nyimbo 138. 138. Nyingi sana. Album 23 ndio nimeanza na nyimbo 4. Album 23. Album 23 ndo naikamilisha very soon. Album tayari nyimbo 4 tayari. Kwenye album ya 23. Msikilizaji, mimi hii kwangu kiukweli sijui niseme nini. Ni kitu ambacho kwanza nimependa. Ni moja ya mtumishi wa Mungu ambaye anafanya kazi ya Mungu kweli. Ukisikia ni mwimbaji kweli kweli, kwa sababu hana sababu ya kutokutumika. Kwa ana albamu 23 anaelekea 24 na saizi naambiwa tayari kwenye hiyo albamu nyingine tayari kuna nyimbo ambazo ameshaanza kuzirekodi, na ni waimbaji wachache. Nakutana waimbaji wengi lakini hukwambia mtu ana albamu hata 10, albamu 5 ni wachache. Mtumishi wa Mungu ana zaidi ya albamu 20, ana nyimbo 150.
Hongera sana mtumishi. Asante sana. Na tukija kwenye mafanikio yako sasa, haya wewe kuwa na nyimbo nyingi kiasi hicho, kwako ni mafanikio au kuna mafanikio mengine ambayo unaweza ukasimama na kusema yes, uimbaji katika kumtumikia Mungu mafanikio ni haya? Ukisoma kwenye Biblia inasema wazi. Ndio. Tafuteni, ukisoma pale Mathayo 6:33. Ndio. Tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, nayo mengine mtaongezewa. Mimi ninapotumika kwenye gospel, Mungu ananipa kufungua milango ya kifedha. Okay. Kufungua milango mikoi ni mafanikio. Okay. Na ukiangalia pale, ukiangalia kwenye hii huduma, ukisoma kwenye Biblia Yesu alisema ukweli, akasema mtu akinitumikia ndio ataheshimika. Nakumbuka. Nakumbuka. Kuna kitu gani cha muhimu kwa kuheshimiwa na Mungu? Kuna cheo gani mpaka Mungu akuheshimu? Okay. Muona sawa. Ako sawa. Ni kumtumikia. Ni kumtumikia. Tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na yale wengine mtaongeza. Vitu vitafunguka. Amina. Mungu anafungua milango. Angalia, mimi najifunza kuinvest kwenye gospel. Ni gharama sana, nyimbo ni gharama. Pesa hizo zote ni shilingi mamilioni. Lakini ni gharama, lakini inaleta faida. Kwa sababu wajifungamanisha na Kristo. Amina. Katika kueneza injili yake. Amina. Na ukijua kwamba you are about to go, the time is about to be, karibu muda unaisha. Yesu anakuja saa yoyote. Amina. Huenda ukawa ni miongoni mwa waimbaji wachache ambao wamepata nafasi ya kuweza kufanya kazi na malkia wa nyimbo za Injili Rose Muhando. Kwa upande wako ilikuwaje ukawaza kufanya kazi na Rose Muhando na isiyo mwimbaji mwingine? Ni privilege, sio kazi rahisi lakini. Sio kazi rahisi kwa sababu mimi niunganishwa na Stella Joy na Rose Muhando. Wafanye kazi. Lakini ni hadhi ya juu. Huwezi kumtaja Afrika mwanamuziki wa gospel mkubwa ukaacha kumtaja Rose Muhando. Yes. Pamoja na changamoto lakini mzuri, wala hana kijongo kabisa na mtu safi. Kushirikia kunyanyua mtu hana kijongo. Ndio Mungu anavyotaka. Ukianza kuwa na hilo la korosho huwezi kufanikiwa. Namshukuru, ni privilege kubwa kuimba naye. Imenisaidia katika taaluma yangu. Labda una mpango wa kuimba na mwimbaji gani mwingine ambaye unasema? Hiyo sitaki kusema lakini ila wapo. Confidential wapo kweli. Na nimeshaimba na waimbaji wengine. Okay. Hiyo ni confidential lakini nachosema Rose Muhando is a good artist. Hongera sana. Ni mtu mwenye upendo, wala hata shida. Wala hataki baila bengi, wengine wanayataka. Ni mtu mzuri. Safi, hongera sana. Mungu amsaidie, amuongeze pale alipotoka. Amina, amina. Nadhani pia zimefika kwa malkia nyimbo za Injili Rose Muhando. Sasa tuzungumzie upande wa nyimbo zako. Umesema kwamba katika hizo 150 umesema leo bwana natamani tusikilize. Japokuwa tumeshasikiliza moja hatujalewa, hiyo ambao umemshirikisha Mathias Mwanyamaki. Ni moja ya nyimbo ambayo inafanya vizuri sana. Hatujalewa na wasikilizaji wangu wanaipenda sana nyimbo hiyo, na huenda walikuwa hawajawahi kujua kwamba nyimbo hii ni ya kwake Profesa Ussi Charugamba akiwa amemshirikisha Mathias Mwanyamaki. Kuna nyimbo ambayo inaitwa wewe sio mzambi. Tukizungumzia hiyo, lakini tukiunganisha hapo kuna nyimbo nyingine tutakwenda kuisikia mwisho tutakwenda kutuaga. Inaitwa Yesu ametenda mema, ambazo umesema kwa siku ya leo Ankosani, wacha tuzitambulishe hizi kwa wasikilizaji wetu na wenyewe watoe maoni yao ya kipi ambacho wameweza kubarikiwa nacho. Msikilizaji, sikiza kwa makini nyimbo ambazo utakwenda kuzisikiliza na utatuambia sasa kama una swali lolote kwenda kwa Profesa au kuna chochote cha kuweza kumwambia au unatamani naye kufanya collab naye, kumshirikisha au yeye akushirikishe. 0761555151 namba ya kuweza kutupata hapa studio. Anasema tuko pamoja sana Uncle Sammy, tuna fight 97.1 Kiboko Yesu Ngomeni by Sara kutokea Kilosa. Anasema hakika nimevimba sana na zaidi kubarikiwa kupitia wimbo. Asante sana Uncle Sammy. Niite Aileen kutoka maeneo ya Mkambalani. Hebu tuizungumzie nyimbo ya wewe sio mzambi. Hii idea ilikuwaje? Labda lengo pia kabla msikilizaji ajisikia tujue kwanza ilikuwa ni nini idea ya kuweza kutengeneza nyimbo kama hii, uliwaza nini na ulilenga ujumbe gani kwa msikilizaji ambaye anakwenda kuusikiliza? Ukiangalia uzoefu unaonyesha katika Kristo, ndio kuna watu wameokoka, sio watu wazambi. Wewe sio mzambi, sio mtu ambaye hajaokoka, jazaliwa mara pili. Ukiwa hujazaliwa mara pili umekufa tayari, you are dead. Umesha kufa.
ukiwa hujazaliwa mara ya pili. Wewe you are dead, your dead body. Yaani umeshakufa zamani ila tu unatembea. Ila umekufa. Kwa hiyo nikasema wewe sio mdhambi, ni baada ya kuokoka. Ukishaokoka sasa wewe sio mdhambi. Ndio inaanzia hapo. Kwa sababu ndio nikasema kwa kosa la Adam kutendwa na Adam, kosa litendwa na Adam likaingiza watu wote kuwa wenye dhambi. Na mtenda haki mmoja sisi kutenda haki, wote wakawa wenye haki. Kwa hiyo kisha muamini Yesu unakuwa sio mtenda dhambi tena. Wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni mtakatifu. Amina. Kwa sasa cha msingi sasa nikasema waonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukijiona umeokoka, ukijiona wewe ni mwenye dhambi ndio unaishia hapo. Unakufa katika dhambi. Kwenda kuwachomoa watu waliokoka wasikae kujiona wenyewe wenye dhambi. Kuwasaidia wajione kwamba wenyewe ni righteous. Ni haki ya Mungu katika Kristo. Amina. Kwa hiyo inatakiwa uzaliwe mara pili uokoke. Mara ya pili. Tusikize wimbo huu alafu tutarejea. Nyimbo inaitwa Wewe Sio Mdhambi. Hebu tuisikilize alafu mimi nitarejea na mtumishi wa Mungu Profesa Ussi Charugamba ambaye pia ni advocate, wakili mkuu. Wakili mkuu. Leo niko na wakili mkuu. Anko Sami, ongea vizuri, jichanganye kwenye maelezo yako. Wanasemaga wakili wangu amesafiri. Unajua kuna kauli zingine sasa mimi hapo sitaki kuchangia hapa, mimi wakili wangu bwana kasafiri. Niko na wakili mkuu hapa studio leo. Kwa hiyo msikilizaji, usiwe na wasiwasi, kwenye sikiliza hii kwa chochote zungumza tu. Mtumishi wa Mungu yupo hapa katika uimbaji, yupo kwenye uimbaji hapa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo lakini pia mtumishi wa Mungu mwishoni atatoa mawasiliano yake na anaweza pia ukamshirikisha chochote. Ujue mtumishi wa Mungu, sisi ni watumishi, unaweza kutumika baraka pia kusaidia mtu mwingine na kusikiliza hapa. Alikuwa anahitaji labda kitu fulani hasa hajui, lakini anaweza kutafuta akupigia angaa ukazungumza naye ukampa kitu kikamsaidia sana. Amina. Baadaye hapa mtumishi wa Mungu nitampa nafasi aweze kwa ajili ya kuweza kutoa mawasiliano yake kwa wewe ambaye ni mwimbaji unatamani pia kuweza kumshirikisha, ataweza kutoa namba yake au unataka kushirikishwa. Yote hapo. Wewe Sio Mdhambi hapo. Unasikiliza Rise FM 97.1. Aya, wewe sio mdhambi. Kama unakuwa kuna sehemu unakuwa unajihisi kwamba wewe ni mdhambi, nyimbo nzuri inakukumbusha kwamba wewe sio mdhambi. Bwana msikilizaji, umekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi. Amen. Sawa msikilizaji, 0761555151 unaweza nipigia simu ya kwako ukaweza kuzungumza mtumishi wa Mungu Profesa Ussi Charugamba kwa kile ambacho umetoka kusikia, nyimbo umetoka kuisikiza, nyimbo nzuri hiyo. Wewe sio mdhambi. Kama kuna chochote cha kumuuliza na chochote cha kuweza kuzungumza, karibu sana 0761555151. Na tukiwa tuna sawa, na tukiwa tunaelekea mwishoni, dakika ikiwa ni 45 toka kutimia majira ya saa 9 kamili, tumerejea tena hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza, lakini tupokee simu kwanza hapa. Ninaye msikilizaji katika line ya simu. Hello. Pole, piga tena 0761555151. Piga msikilizaji, una kipi cha kuweza kuzungumza? Niko na mtumishi wa Mungu hapa Profesa ambaye pia ni wakili mkuu. Sawa msikilizaji, 0761555151 namba ya kuweza kutupata hapa studio. Sasa tumerejea tena na kuna jambo ambalo mimi ningetamani kuweza kulifahamu kwa niaba ya wasikilizaji wetu kwa mwaka huu. Labda kuna mipango yote ambayo uko nayo na ungetamani kuweza kutushirikisha au kuna kitu gani ambacho ni mipango yako kwa mwaka huu, kwa sisi ambao tumeshakuwa mashabiki zako, tutegemee kutoka kwako.
labda mpango wote wa kuweza kutukusanya, au kuna jambo gani ambalo umeweza kuliandaa kwa ajili ya sisi mashabiki, au ni kutupa kazi juu ya kazi? Mimi pamoja na majukumu niko busy sana. Okay. Kwa sababu mambo naofanya, mimi ni mwandishi vile vile wa vitabu, producer wa movie. Okay. Nimetoa movie moja ya The Secret of Success. Okay. Nikamzimisha Ahmed na Tea, wale waigizaji Manguli. Imeshatoka hiyo, iko YouTube. Mtu akitaka anaenda anaiangalia tu. Unaangalia tu YouTube. Inaitwaje? Secret of Success, siri ya mafanikio. Okay. Kwa hiyo tunakwenda kama Mungu anakotuongoza, kama ilivyokuwa wana Israeli. Wingu na nguzo ya moto itaongoza. Kwa Mungu anaponiambia twende, tunaenda. Okay. Sasa hiyo nataka nikamilishe hiyo albamu ya 23 hiyo ambayo sasa ina nyimbo 4. Nataka nikamilishe hizo nyimbo zilizobaki. Okay. Nyimbo kama ngapi zimekamilisha? Nategemea na Mungu ananiongoza nini na Roho Mtakatifu, ila sijajua ni aje niambia. Okay. Lakini sije ataka comment kama zio ndio zitakuwa. Mara nyingi albamu yako inakuwa na nyimbo ngapi? Inategemea na 8 unapata 8, unapata 6. Inategemea na Mungu anakuongoza nini, ule ujumbe ambao unaupata na kutoa kwa hadhira yako. Kwa hiyo ni mambo mengi tu, lakini mengine ni confidential. Okay. Hongera sana. Hongera sana. Msikilizaji, 0761555151 ni mtumishi wa Mungu huyo ambaye niko naye. Sasa tuangazie nyimbo hii nyingine ambayo tumesema leo umetuletea nyimbo 2. Kuna tunataka kuisikiliza Wewe Sio Mzambi, lakini kuna nyimbo ambayo nyingine wa Yesu Ametenda. Yesu anatenda mema. Nilivaa ushika kwa mtu ambaye anapata shida. Kwamba unamshukuru Mungu kwamba amekutendea mema. Amekuponya magonjwa, amekuokoa, amekupa utajiri, amekuponya magonjwa na vile vile yale mambo yote ambayo yanasumbua watu ameshamaliza. Kwa hiyo unamshukuru Mungu. Na kushukuru sio mpaka umeisha kuwa tajiri uanze kushukuru. Kibiblia unaanza kushukuru kama hata vitu havijatokea. Okay. Na hiyo ndio imani, mlango wa 6. Hizi mifumo ya fahamu 5 unaiacha. Unaenda mlango wa 6 ambao ni imani. Kwa sio mpaka wewe mimi nimekuwa tajiri sasa nimekuwa farido ndio nianze kuiba. Okay. Unatangaza, ndio maana Yesu akafahamu na wanafunzi wake akaambia nitakufa. Alafu nikisha fufuka tukutane Galilaya. Amina. Ajafa anapanga appointment ya kwamba atafufuka. Okay. Hiyo ndio imani. Sawa. Kwa hiyo wao usika kwa wale waliofanikiwa na wale ambao hawajafanikiwa. Okay. Watangaze kwa sababu Mungu ni mwema. Amina. Atoa udhaifu wetu, anachukua magonjwa yetu. Okay. Hatuna magonjwa, kayachukua yote. Mathayo 8:17. Okay. Hebu tusikize sasa hii nyimbo Yesu Ametenda Mema, alafu tutarejea kwa ajili ya kuja kumwaga msikilizaji na kuweza kumpatia mawasiliano kwa yule ambaye anakuwa anatamani kuweza kukutafuta. Kuna huyu hapa anasema naitwa Jeremia kutoka Magubike. Mwaka huu nimepanga nitoe nyimbo 3, naomba support yenu. Sawa, asante na tutakuja kuweza. Kuna mpango wote ambao labda katika uimbaji wako labda umelenga kwa ajili ya kuweza kusupport waimbaji chipukizi ambao wanachikia? Mimi ni promoter wa sanaa, anatambulika BASATA. Okay. Nimeshaingiza watu kadhaa studio. Okay. Sasa tunataka watu ambao wana vipaji. Wana vipaji kweli. Okay. Unaona kama huyu unamsaidia. Utaangalia mtu ambaye ana kipaji wake inasumbuaga sana. Nadhani akikutafuta wewe mwenyewe kama msanii tunajua tutaanzia wapi. Tutafutana au tuangalie tafadhali. Sawa. Tusikize kwanza nyimbo hii hapa Yesu Ametenda, alafu nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kuagana na mtumishi wa Mungu Profesa Usi Charugamba. Yesu Ametenda akiwa amemshirikisha Matias mwenye maki. Kiti cha heshima. Unasikiliza Arise FM 97.1. Hapa nimefika. Nikikumbuka nilikotoka, hapa nimefika. Kama sio Mungu uniwezesha, ningefika wapi mimi? Nikikumbuka nilikotoka
uniwezesha, ningekuwa wapi? Umetenda mema wewe Yesu, ndio maana mimi ninakutukuza. Umetenda mema ewe Yesu, ndio maana mimi ninakutukuza. Wewe Yesu, ndio maana mimi ninakutukuza. Umetenda mema ewe Yesu, na madhabahu ya Yesu, Precious Convocation, Kimara Dingoni, ya Yesu. Unasikiliza Arise FM 97.1. Umetenda mema ewe Yesu, ndio maana mimi ninakutukuza. Okay, umetenda mema ya kwake Profesa Oscar Charugamba akiwa ameshirikisha Matesi Monyamaki akiwaambia Yesu ametenda mema. Na msikilizaji, moja ya nyimbo nzuri kabisa hiyo, bila shaka umetoka kuisikiliza. 0761555151. Mdangu umenikimbia sana hapa. Na nitumie wakati huu hasa kumkaribisha mtumishi wa Mungu kwa wewe ambaye unatamani kuweza kufanya naye kazi, kumshirikisha kwa wewe ambaye ameweza kukukaribisha, amezungumza kama hivyo, amekuwa akisupport pia watu wenye vipaji. Ukiwa na kipaji kweli kweli, na ameshafanya hivyo kwa waimbaji wengine kaza ambao wenye vipaji, na kuweza kuwasupport kuwafanya waweze kuingia studio. Karibu sasa mtumishi wa Mungu. Kuna mtu anasikiliza hapa, anatusikiliza, anajiuliza anakupataje? Labda nitoe namba yangu ya simu. Sawa. Namba yangu ya simu ni ifuatayo: 07 15 70 84 05. Narudia tena. Amina. 07 15 70 84 05. Mimi nikushukuru sana mtumishi wa Mungu, na nilikopo naye anaitwa Profesa Oscar Charugamba, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini ana mambo mengine mengi ambayo amekuwa akiyafanya nje ya utumishi wa uimbaji wa nyimbo za Injili, na ameweza kuyaelezea mwenyewe hapa. Kasema kwamba yeye pia ni licha ya kuwa ni profesa, lakini pia ni wakili. Mtetezi wa watu kisheria. Okay, kwa kama kuna mtu pia na changamoto za kisheria anaweza kanitafuta, anapata msaada. Haya, sawa. Mimi nikushukuru sana, na vile tu muda umekuwa changamoto, nikipata wakati mwingine tena mimi nitakualika hapa studio kwa ajili ya kuweza kuzungumza, lakini huwa kuna kazi zingine mpya. Karibu sana kwa ajili ya kuweza kuwafikia Watanzania wengi ili wazidi kubarikiwa. Lakini msikilizaji, support yako ni ya muhimu sana, kuendelea ku request nyimbo ambazo umetoka kuzisikia hapo, ambao tumeweza kuzitambulisha kwa siku ya leo. Ni jambo ambalo la baraka sana kutoka kwako msikilizaji. Kubwa zaidi ni support yako pia katika mitandao ya kijamii. Tunaizungumzia pia YouTube, japokuwa profesa hapa hajalizungumzia, lakini kazi hizi zinapatikana huko bila shaka. Ziko YouTube. Okay. Naandika Profesa Oscar Charugamba au Oscar Charugamba. Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana profesa. Asante. Nikutakie pia majukumu mema. Asante nawe pia. Amina. Asante sana bwana. Mimi nilikuwa na mtumishi wa Mungu Profesa Oscar Charugamba, ambaye pia ni wakili mkuu wa serikali, ambaye nimekuwa naye kwa siku hii ya leo, na tumekuwa na wakati mzuri pamoja na wewe. Nikushukuru sana. Nikutakia usikilizaji mwema, na mimi ndio nakuwa sina la ziada hapa. Dakika 2 tu kuweza kutimia majira ya saa 10. Asante. Kinachofuata hapa ni meza ya makuhani. Utakuwa na ndugu yetu Nehemia Ayo. Bwana Ayo atakuwepo hapa kwa ajili ya kusafiri na wewe mpaka majira ya saa 1 kamili, ambapo atakabidhi katika dishi la habari. Asante na nikutakia usikilizaji mwema. Yo, 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 yo.